Siku zote Kuku Village tumekuwa tukihakikisha wewe mtazamaji wetu unapata faida maradufu kwa kukupa mbinu mbalimbali za kulea kuku na vifaranga kienyeji katika mazingira ambayo hutaingia gharama kabisa. Na mbinu hizi tumekuwa tukizitumia hata sisi katika kuhakikisha tunapata manufaa zaidi kupitia ufugaji wa kuku. Sasa basi, leo nitaenda kukufundisha mbinu ya kupunguza gharama za kulea vifaranga wa kuku wa kienyeji mpaka 3%. Mbinu hizi ni nzuri sana na ni mbinu ambazo zinakubalika na zinaweza kutumika katika mazingira mbalimbali ya ufugaji Afrika na dunia kwa ujumla. Na ni mbinu zinazohitaji utayari wako tu na kufanya ili ufanikiwe. Kabla sijaendelea, nikujuze tu tumeanza kampeni itakayowasaidia watazamaji wetu kupata vipindi kwa wakati. Kama umekwisha kusubscribe, basi umebakiza kitu kimoja tu, kubonyeza kengele. Jinsi ya kufanya: bonyeza kengele inayoonekana mbele ya neno subscribe, kisha uchague neno all. Na kama hujasubscribe, tafadhali bonyeza neno linaloonekana hapo chini lililoandikwa subscribe, kisha itatokea kengele, ibonyeze na uchague neno all. Ni hivyo tu. Asante. Sasa nakupa sekunde chache ili ufanye zoezi hilo. Kuku Village tumekuandalia madarasa ya ufugaji kwa njia ya WhatsApp yatakayokuwa kila mwezi kuanzia tarehe 1 mpaka 15 ya mwezi husika. Kwa gharama kidogo tu utachangia kiasi cha shilingi 5,000. Tuma mchango huo kwenda kwenye namba zifuatazo: 0744674406 au 0621063255 au 0784655413. Ukisha tuma mchango wako, tutumie message kwenye namba ifuatayo: 0621063255 ikijumuisha majina yako, taarifa za muamala na namba ya WhatsApp utakayotaka itumike darasani. Nyote mnakaribishwa. Unapoamua kufuga kuku, especially kuku wa kienyeji, swala la kuepuka gharama katika ufugaji wako ni lazima ulikumbatie. Na hii inatokana na sababu kwamba ufugaji wa kuku wa kienyeji unahitaji mbinu bora zaidi za ufugaji ili upate mafanikio zaidi na zaidi. Hiyo ni sababu ya kwanza. Na sababu ya pili, utakubaliana na mimi kuwa kuku asili ya kienyeji ni kuku ambaye hutaga mayai machache kulinganisha na kuku chotara na mbegu nyingine. Kwani muda mwingi huupoteza katika kupandisha joto ili aatamie au kulea vifaranga. Na kwa muda wote huo huwa anasimamisha utagaji. Na kwa kuligundua hilo, Kuku Village tulimsoma kuku huyo na kukuletea mbinu tofauti tofauti zinazokusaidia katika kuhakikisha kuku huyu wa kienyeji anakulipa zaidi kwa kumfanya atage zaidi ya kawaida na kutotoa zaidi ya kawaida. Yote haya huwezi yapata kokote kule isipokuwa hapa hapa Kuku Village. Na kama haujatazama video hizo, hebu jipe muda kupitia video zetu nyingi sana zinazofundisha kuhusu mbinu hizo na nyingine nyingi sana. Hakika utaelimika. Tunapoongelea swala kumlea kifaranga kwa kupunguza gharama zaidi, bila shaka ni lazima tuhakikishe kifaranga huyo anapata kila hitaji la mwili wake katika mazingira ambayo hayatomuingiza mfugaji katika hasara za kuzama mfukoni na kutumia fedha. Tunataka mfugaji atumie mazingira alionayo kuhakikisha anafanikisha swala la kulea na kufuga kuku pasipo gharama kabisa. Au kama gharama hizo zitakuwepo, basi ziwe ni chache sana, zikijumuisha na gharama za kumkinga kifaranga huyo kwa kumpatia chanjo stahiki ili akue na atimize lengo la kumuuza na kupata faida zaidi. Jambo la kwanza, unapoamua kuanza utaratibu huu, hakikisha unatumia vyanzo mbadala vya joto tofauti na umeme. Hii itakusaidia kupunguza gharama kwa kiasi kikubwa sana.
Kwa mfano, unaweza watoa vifaranga wako nje, ukawaweka chini ya mti kivulini wakati wa mchana, wakapata joto la jua na likawasaidia kukua vizuri tu bila shida yoyote. Na usiku ukifika, unaweza tumia vyungu vya joto ambavyo unaweka chenga za mkaa ndani yake. Na chungu hicho kinaweza kukaa na joto kwa muda wa masaa 12 na kuendelea. Bila shaka utakubaliana na mimi kuwa sehemu nyingi katika mazingira yetu chenga za mkaa huwa haziuzwi, na kama zinauzwa basi ni kwa gharama ndogo sana ukilinganisha na bei ya umeme au mkaa mzima. Kama utashindwa kutumia chenga, basi usihofu, nimekuandalia wazo jingine, na wazo hilo ni kutengeneza kilezi au bruda ya asili. Na bruda hiyo utatumia wavu au waya na pamba au sufu kuzisuka na kutengeneza bruda hiyo. Na kama utashindwa, unaweza ukaandaa boksi kubwa au boksi la pikipiki, linafaa zaidi. Na ndani yake ukaweka taa chemli ili kutoa joto, au ukaweka chungu au mtungi au sufuria lenye mkaa wa majivu ndani yake. Na mkaa huo ni ule uliobaki baada ya kumaliza kupika, ambao huwa watu wengi wanauhifadhi majumbani mwao ili kuepuka adha ya kuombaomba moto asubuhi kwa majirani. Na kama utashindwa, unaweza chemsha maji ya moto na kuyatia katika galoni au dumu la lita 5 na kuwawekea. Linatosha kabisa kutoa joto usiku wote. Bila shaka unakubaliana na mimi kuwa hizo ni njia salama na zisizo na gharama ambazo unaweza zitumia na ukapata manufaa zaidi na zaidi. Kwa upande wa madawa, hapa hatutohitaji kusubiri mpaka vifaranga wetu waugue, kwani gharama za matibabu huwa ni za juu sana, hasa pale ambapo utakapoamua kutibu kuku wako kwa kutumia madawa ya kisasa. Sasa basi, tunaenda kutumia mbinu ya kuwakinga vifaranga wetu dhidi ya magonjwa kama coccidiosis, typhoid na magonjwa mengine. Na mbinu tutakayoitumia ni kuwawekea aloe vera kwenye maji watakayokuwa wanakunywa kwa muda wa siku 7. Kisha tutapumzika siku 3 na tunawekea tena. Hii inaimarisha kinga ya mwili wake na kuongezea vitamini na madini yanayopatikana toka katika mimea hiyo. Utaratibu mwingine tunaweza utumia ni kuwasagia mkaa na kuwachanganyia katika chakula. Hii itawaepusha na magonjwa kama kuharisha na ugonjwa wa coccidiosis. Bila shaka katika moja ya video zetu tumeshaelezea maajabu ya mkaa katika kutibu magonjwa ya kuku. Kama hujaitazama, itafute, utaiona. Madawa mengine ya asili yanaweza kutumika katika kutibu na kuzuia magonjwa mengine ya kuku kama mlonge, katani, pilipili kichaa, majani ya mwembe, majani ya mpera na mwarobaini. Vyote hivyo ni tiba sahihi na maridhawa kwa magonjwa anuai ya kuku wa kienyeji. Kwa upande wa kupunguza gharama kwenye chakula, fanya yafuatayo. 1. Unaweza tengeneza minyoo au funza na kutengeneza mchwa, vikatumika kama chanzo cha protini kwa vifaranga wako. Ukizingatia hii ni protini asilia, hivyo huwa ina nguvu sana katika kuhakikisha kifaranga anakuwa kwa kasi ya ajabu. Nafikiri kwa wanaozitumia wanaweza kukupa ushuhuda na ushahidi kuhusu ukweli huu. Na kwa upande wa wanga na vitamini, usiwaze, vyote vitakuwepo. Wewe cha kufanya, tumia pumba za mahindi na uzichanganye na azola au lusina. Na ukifanya hivyo, utaweza kutatua changamoto hizo, kwani ndani ya pumba kuna chembe ndogo ndogo za mahindi, na ukijumlisha na pumba hizo, utaweza kufanikisha kuku wako kupata nguvu na vitamini za kutosha kabisa. Na kwa upande wa madini, je? Hilo nalo tunalifahamu.
Nafikiri kila mmoja huwa anajiuliza, kuku wa mtaani wasiochanganyiwa chakula cha kisasa huwa wanatoa wapi madini? Kama na wewe ni miongoni mwao, basi jibu ni rahisi sana. Kuku hao huwa wanapata madini hayo kutoka ardhini. Mwenyezi Mungu alipoiumba dunia, ardhini aliweka madini mengi sana, na ya kila aina, yanayoliwa na yasiyoliwa, yanayowafaa binadamu na yanayowafaa wanyama na ndege kama kuku wako. Hivyo basi, kutatua changamoto hii, waache vifaranga wako wachakue chini ili waweze kupata madini hayo. Na kwa kuongezea tu, unaweza pia ukawa unawapa mabaki ya chakula ili kuongezea shibe zaidi. Ila hakikisha hauwapi mabaki ya vyakula vilivyotokana na wanyama au ndege wagonjwa. Na kwa kuhakikisha unafanikiwa zaidi, hakikisha unafuata ratiba ya chanjo zote wanazotakiwa kupewa kuku wako. Asante.